Pole bibi, pole. Dunia mtihani. Mpaka siku ikafika mtu aitike basi. Mpenda kheri popote unapotutazama, kwa kweli nimeshafanya ziara ngumu sana na ziara ambazo kwa kweli zinatoa machozi, na leo ni ziara ambayo kwa kweli tukiwa tunaendelea kuzishuhudia mvua kubwa za masika, nimefanya safari hii ngumu kama unavyoona mazingira ambayo tunopita, kwa lengo la kwenda kuangalia hali za ndugu zetu. Itafika mahali gari tutaipaki pembeni, tutakwenda sasa kwa miguu. Lengo ni kwenda kuangalia hali za ndugu zetu wa Kiislamu. Moyo wangu hauwezi kuacha kuwa na huzuni nikifikiria yale ambayo nimeyashuhudia kwa macho yangu. Mvua za masika hizi zikinyesha, ndugu zetu wanaishi katika vibanda dhaifu, wakati wote vinaweza kuanguka. Tukiwa tunaelekea katika Idi al-Udhiya, Idi ya kuchinja, leo tuko hapa kabla ya Idi, ndugu zetu hawajui watakula nini. Seuze siku ya Idi. Hali ngumu wanangu, sikufichini. Najifunga kanga tumboni na huku sina chochote nilichokila. Nimewatia wanangu kikopo cha uji kidogo. Sikumbuki siku nilopika nyama wanangu. Siku 10 sipiki nyama. Si hivi kabla siku 10 sipiki nyama. Maana sina uwezo wa kununua nyama. Najisikia vibaya mwanangu. Si kama nayapendezea. Lakini Allah kanijalia. Nyumba za hapa zote vya udongo, maana hata kupikika pia hamna, na vibanda vya nyewe vinavuja. Mtu kenda kondeni, akirudi kondeni atapa kukaa hana, kesha rudi kaachaba hapa kulala pia hana. Vibanda vya nyewe machaga nyewe machema mpunga humu kama watu 7 mpaka 8 watu wanalala. Hakuna hata mtu mmoja aliyokuwa na maandalizi ya sikukuu. Senti mbovu hatuna, kukwambia ukweli. Mwa vibandani tunalalakiza. Mwanangu sisi tunajitizama rehema Mungu. Sikukuu ikipita hapa tunashukuru Mungu, alhamdulillah, ukishakunywa maji kwenda zako mbio. Hali za nyumba zetu na maisha ndo kama haya, naona sio mazuri, kwa sababu zikizidi mvua pia ndani mnaroa chaba. Kuta za nyumba kama kule zina wasiwasi kuja kutuangukia. Sometimes nakoga hata nje. Sikufichini la sipati zambi na watoto 7 vumumia. Muwaeleze vizuri wenzetu 7 mnakaa nao. Watoto wadogo. Ni razi nifunge tumbo, nistahamili. Naomba, nalia kilio nisaidie. Nakwambia mwanangu, hivi nilivyo hapa toka nilipo kionja cha usubuhi mpaka saa hizi. Na nyumbani saa hizi najua tutalala hivyo hivyo. Maana nyumbani kweupe, hakuna chochote. Na Mungu katujalia tuna na watoto, tena watoto wenyewe watima. Hawana hata wale baba, hawana mama. Tunahangaika tu na dunia. Hatujui cha kuvaa, hatukijui cha kula, hatukijui chochote. Na Mwenyezi Mungu tunamuomba, Mungu mkubwa. Basi kama wako wenzetu na wao watusaidie. Tuko ndani ya shida mwanangu, tena shida kubwa sana, zilizala tunayo. Hatuna andazi, hatuna kisheti, hatuna chochote. Ule ubwabwa pia haupati, hata wewe wa kuchemsha hatupati. Lakini tumemkinai Mungu. Umeshafanya maandalizi kwa ajili ya sikukuu kesho kutwa? Sina chochote babangu wewe, sina chochote. Sisemi kama nitakosa, Mungu mkubwa. Na wala sina mpango wa kuipata. Siwezi kukwambia uongo, kapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Mimi sina chochote. Mimi ile shilingi 10,000 ukanipa na shukuru 100. Sina chochote hapa nilipo. Takula maskini wangu baba. Lakini Allah ndo ameumba, wengine kawapa, wengine akatuweka. Sasa akiwa yule aliyempa Mungu akikitoa akakupa na wewe, alhamdulillah. Si haba na fungu lake yule kwa Mungu kamwekea. Siku ilikuwa kuna sikukuu, ngapika mihogo yangu, nikaambia haya, tumuombeeni Mwenyezi Mungu na rangia chai, kila mtu atafute njia. Lini uliwapikia nyama watoto wako? Hata sijui. Nyama, si ng'ombe, si mbuzi, si kuku. Sina pilau, sina ugali, sina ubwabwa, sina chochote. Maskini wangu nakatisha. Ni ndoto zangu. Watusaidie na sisi watugaie riziki, tupate kula na sisi na watoto wetu. Watulete mchele, sukari, mafuta, nyama watulete, maana kitu kikavu hulia.
na siangala tufurahi. Hawa ni ndugu zetu Waislamu ambao umewaona na kuwasikia. Hadi sasa hawajui Idi kwao itakuwa nini. Malasafi shadid, kwa masikitiko makubwa, nyumba zao zinatoa tafsiri halisi ya maisha yao. Wako wengine wanalala na njaa, wengine wanapata mlo mmoja wa kubahatisha. Tunawaomba wapenda kheri na Waislamu kila kona ya dunia, leta kichinjo chako kupitia jumuiya Al-Fatah ili tuwape faraja ndugu zetu. Chochote ambacho Allah atakuwezesha tutoe ili kuwapa furaha na wao Idi wafurahi, na Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa ujira mkubwa.